Kuna kitu unafanya. Kazi inafanya. Bora unaifanya kwa roho yako. Exactly, si kwa sababu watu wakupee kura. Mimi wajua kuna kitu nataka Wakenya wanipee. Nataka Mungu ajue roho yangu. Wakati alinitoa kwa ile shinda. Ndio unapata kuna mtu likiwa msafi hivi. Anakuambia yule si mlemavu. Huyo mtu utembea usiku. Imagine. Anafurahia anaona mimi natembea. Naambia Mungu wa Mungu. Ndio yule mlemavu mwingine amelala pale, akuja anjaribu akae kama mimi. Exactly. Hiyo ndio ninafurahia sana. Na ndio kuna swali umeniuliza. Ningetaka mlemavu afanyiwe nini? Asaidike aje. Yes, mimi kuna sako nilianziza wakati wa Kiraito. Ilikuwa inawapea pesa 0%. Badala umpe pesa free, unawawekea sako yao. Inashikana na benki fulani. Kama pale Mery tulikuwa tumeshikana na NCBA na Equity. Okay. So tulikuwa wale ndio na wanakuja pesa ile wanawasaidia inapewa mlemavu. Mlemavu akipewa 1000 inakatwa 50. Lakini yeye atarudisha 1000. 50 ni ya kumaintain yule anasimamia pesa zao. Okay. Na tunamuangalia mpaka kwa chief. Kama ni hizo pullover anazona viatu, tunahakikiza amezona na amerundiza. Akirundiza ile ya kwanza, anapewa mpaka inafika 10,000. Wengine walikuwa wamejenga. Okay. India nilikuwa naye hata kwa mama. Hata kunituzi alifanya makosa. Njoo hii nilikuwa namwambia hata ukipea huyu mlemavu ng'ombe. Ng'ombe hii hata ikiwa pale hawezi kamua. Nyasi ataonyeshana kwa TV sawa. Itakuwa sympathy kwa Wakenya. Lakini hii ng'ombe nako kwa mtaa mahali umempea hii ng'ombe ni kukomboa tunamlipia 2000. Hii 2000 ndiyo analipa na pesa ya loan. Muongezee umpe hata kioski, tumtafutie kampuni ile inataka kuwawekea kazi, iwawekee. Nilikuwa nimeanza program nzuri sana. Ilikuwa imefikisha 3000. Lakini wamerudi chini sasa tuko 500. Wamebaki wale wako na mafuko na kampuni zingine zenye siwezi taja njuru wanasaidia kwa roho zao. Kwa hivyo ile kitu ningeambia Wakenya, sio Mery peke yake, hata president pale kwa ofisi yetu kuna wheelchairs zinaletwa na NGOs. Kuna watu wa Kenya wako na roho ya kusaidia. Lakini ile inasaidia inafikia yule mwananchi anaumia. Ni njia gani ya kufikia yule mwananchi anaumia? Tuko na chief. Tuko na assistant chief. Wanalipwa mshahara ya usuru ya Wakenya. Hao ndio wanafaa watupee yule mtu anaumia. Na wacha kila mlemavu ajulikane kwa kanisa yake. Mtu aende kwa kanisa ajulikane. Hata kama huko enda shule, huwezi enda kanisa. Ndio Mungu akuinue kutoka hapo. Na watu wetu wale wanasikilia mambo ya kanisa. Wacha kutumia kanisa kama njia ya kudhulumu mlemavu. Unamuonyeshana kwa kamera, wakati uko na wageni wale wana maana, unamuweka huko nyuma ya tent. Na kuna watu wanasema JSC, napenda huyu kijana, anaitwa Kiengei. Siendangi kwa Kiengei juu ya jina. Naendanga pale kwa Kiengei kusupport. Kununua kama ile ni kaunga. Kupeana wheelchair kama hii. Ndio waone hata kama ni hydraulic ni ya pesa mingi. Kuna mtu ako naye anaweza peana juu ya roho ya Kiengei. Yaani kuna kitu iko ndani ya Kiengei ndio ilinishika. Wengi wanasemanga napenda kupeana kwa Kiengei. Napeana hata kwa kanisa zingine ni vile haijawahi tokea. Kwa hivyo naomba walemavu wenzangu, wacha kuambiwa wewe uko na laana kwa kitanda. Hauna laana. Mbonde ndio mbaya. Ndio imeharibika, hata kuna gari zimeharibika Mbonde hapa lakini nchi niko sawa. Kweli. Toka. Hata imeandikwa you are able differently. Toka. So, wacha utuziwe. Na sasa juni. Na yule anakutuzi, wewe huwezi kuwa kama yeye. Kama mimi saa hii siwezi kuwa kama wewe tena. Lakini wewe unaweza kuwa kama mimi. Wewe ndio utakuja uhitaji aindia kwangu. Andivice. Lakini mimi sitaki andivice kwako. Kwa sababu hata ukijaribu kuni andivice, hautanisaidia. Kweli. Ndio unaona kama yule Cosmo Joy. Anasema mimi natembelea chini. Cosmo, ule chaliwa Manjuu. Mpaka watu wa Manjuu wakakasirika wakanitumia yeye ni nani. Nikakuja kugundua yeye ananidharau natembelea chini. Lakini yeye hawezi fikia hata dolari hawezi. Kwa hivyo walemavu wanaziduliwa na matuzi kubabaishwa. Kweli. Mungu una miguu, hauna macho, lakini kuna kitu Mungu amekupea. Ndani yako inaweza saidia community. Na ndivyo tunasema inaitwa able different. Sikuja kunanga mtu kama this. Napata mtu anatoa wimbo hapa ukikuja kumuona. Ana miguu, ana mikono. Lakini ukiziulizwa anacheza na nini? Ni ulimi. Na wale watu na watoto kama hao wako able differently na wanawafichanga kwa nyumba. Ungeambia wazazi nini? Ningewaambia ni baraka.
Na ndio naambia president hivi, hawa watu wako na kiwango yao. Ile kiwango ya wale mama wako na watoto wanalala flat. Kuna mlemavu totally wa akili. Yule mtu wacha afikiwe na ile silingi yake, uzuru wa Kenya wametenga, wakasema hiyo ni donation. Ile ndio baraka na ile ndio tithe ya maana. Unaenda unapea pastor tithe ya nini? Na kuna mtu amelala miaka yote 30 flat. Enda utoe hiyo tithe. Na ndio namuomba rais. Na yule rais ataingia asikie ile maneno tunamwambia yule mtu wa chini. Wacha ile pesa ya walemavu ikizaa wekwa afikiwe yeye mlemavu. Ikweni ya walemavu. Na registered iwe registered, si kuregistiwa tu watu na ulemavu. Kuna mtu amelala flat, kuna mtu kama Mike yako na mikono anaongea, anaweza fanya kazi, kuna yule hata hawezi pinduka. Anapinduliwa for 40 years. Si Mungu. Maombi yangu siku moja isikike na Wakenya wote. Na redio kama hii yenu inatoa sauti ya kuinua mlemavu. Imuinue. Muone hii mashinda ya mafuta ishe. Hii mambo ya kutembelewa na rais. Kila siku wanakuja na mandege, hakuna kitu wanaacha. Ndeni mnaambiwa kuna ndeni, amwambiwi imebaki ngapi. Amwambiwi arrears. Wakenya wamekuwa susu. Tumeisha. So mheshimiwa, because of uko na wageni wale wana maana, unamweka huko nyuma ya tent. Na kuna watu wanasema JSC, napenda huyu kijana anaitwa Kiengei. Siendangi kwa Kiengei juu ya jina. Naendanga pale kwa Kiengei kusupport. Kununua kama ile ni kaunga. Kupeana wheelchair kama hii. Ndio waone hata kama ni hydraulic ni ya pesa mingi. Kuna mtu ako naye anaweza peana juu ya roho ya Kiengei. Yaani kuna kitu iko ndani ya Kiengei ndio ilinishika. Wengi wanasemanga napenda kupeana kwa Kiengei. Napeana hata kwa kanisa zingine ni vile haijawahi tokea. Kwa hivyo naomba walemavu wenzangu. Wacha kuambiwa wewe uko na laana kwa kitanda. Hauna laana. Mbonde ndio mbaya. Ndio imeharibika, hata kuna gari zimeharibika Mbonde hapa lakini nchi niko sawa. Kweli. Toka. Hata imeandikwa you are able differently. Toka. So, wacha utuziwe. Na sasa Juni. Na yule anakutuzi, wewe huwezi kuwa kama yeye. Kama mimi saa hii siwezi kuwa kama wewe tena. Lakini wewe unaweza kuwa kama mimi. Wewe ndio utakuja uhitaji aendea kwangu. Andivice. Lakini mimi sitaki andivice kwako. Kwa sababu hata ukijaribu kuniandivice, hautanisaidia. Kweli. Ndio unaona kama yule Cosmo Joy. Anasema mimi natembelea chini. Cosmo, ule chaliwa Manju. Yule chaliwa Manju. Mpaka watu wa Manju wakakasirika wakanitumia yeye ni nani. Nikakuja kugundua yeye ananidharau natembelea chini. Lakini yeye hawezi fikia hata dolari hawezi. Kwa hivyo walemavu wanaziduliwa na matuzi kubabaishwa. Kweli. Mungu una miguu, hauna macho, lakini kuna kitu Mungu amekupea. Ndani yako inaweza saidia community. Na ndivyo tunasema inaitwa able different. Sikuja kunanga mtu kama DC. Napata mtu anatoa wimbo hapa ukikuja kumuona. Ana miguu, ana mikono. Lakini ukiziulizwa anacheza na nini? Ni ulimi. Na wale watu wako na watoto kama hao wako able differently na wanawafichana kwa nyumba. Ungeambia wazazi nini? Ningewaambia ni baraka. Na ndio naambia president hivi. Hawa watu wako na kiwango yao. Ile kiwango ya wale mama wako na watoto wanalala flat. Kuna mlemavu totally wa akili. Yule mtu wacha afikiwe na ile silingi yake, uzuru wa Kenya wametenga, wakasema hiyo ni donation. Ile ndio baraka na ile ndio tithe ya maana. Unaenda unapea pastor tithe ya nini? Na kuna mtu amelala miaka yote 30 flat. Enda utoe hiyo tithe. Na ndio namuomba rais. Na yule rais ataingia asikie ile maneno tunamwambia yule mtu wa chini. Wacha ile pesa ya walemavu ikizaa wekwa afikiwe yeye mlemavu. Ikweni ya walemavu. Na registered iwe registered, si kuregistiwa tu watu na ulemavu. Kuna mtu amelala flat, kuna mtu kama Mike yako na mikono anaongea, anaweza fanya kazi, kuna yule hata hawezi pinduka. Anapinduliwa for 40 years. Si Mungu. Maombi yangu siku moja isikike na Wakenya wote. Na redio kama hii yenu inatoa sauti ya kuinua mlemavu. Imuinue. Muone hii mashinda ya mafuta ishe. Hii mambo ya kutembelewa na rais. Kila siku wanakuja na mandege, hakuna kitu wanaacha. Ndeni mnaambiwa kuna ndeni, amwambiwi imebaki ngapi. Amwambiwi arrears. Wakenya wamekuwa susu. Tumeisha. So mheshimiwa, because of wanaweza fanya sasa Matiang'i apambane na Ruto 2027. Ationi watatu surprise. Is it true? Wakijaribu kuweka Matiang'i asirane na Ruto, takakuwa ni kama kupiga brush na maji tu. Ni wakova. Bila kuweka dawa. Hello with the best. Mtu amekufa na zizi bwana. Lakini wanasema
Hana ile. Hiyo hana ndio Raila anakuja naye. Na ile Raila naye hakuwa naye ndio ile Kalonzo ako naye. Hebu Raila kamwambia tosha. Front. Itakuwa noma. Weka defense yako na yule mtu unajua. Alright. Weakness ya Kalonzo tunaijua. Haya. Tukuiweka mpaka. Hata Ruto anajua ndio unaona anakaa akiongelea Kalonzo. Haya. Na yule Raila ataweka kindole hivi aweke Kalonzo. Asante Kalonzo tosha. Kesho itainuka. Haya. Hakuna wageni watakuja hapa tena. 0719012700. Wasa tuko na Mike Macarena. He is from Mery County. He's a businessman, philanthropist, politician, activist, kila kitu. 0719012700. Unaweza msalimia mheshimiwa hapa hivi ama if you have a comment or a question, the floor is yours. Tuanze na noisemaker wa Nyeri. Good morning. Karibu sana noisemaker. Mambo vipi? Uko ready for the weekend? Asante sana. Gotea mheshimiwa hapa hivi Mr. Macarena. Salimia Kichogoma hapo na mheshimiwa. Nasalimika bro. Tuko chonjo bro.